Karibu Home of Information, tuweze tukatazame simulizi ya msitu wa mwisho. Simulizi ambayo inazungumzia kijiji ambacho kilikumbwa na magonjwa ya ajabu. Magonjwa ambayo yalitesa wananchi pasipokuwa dawa. Lakini katika kijiji kulikuwa na mzee mmoja makamu ambaye alikuwa anajua dawa ilikuwa inapatikana wapi. Ilikuwa katikati ya msitu, na hatari ya msitu pia alikuwa anaifahamu. Basi stori inaanza au simulizi inaanza katika kijiji cha Rugono. Asubuhi na mapema, jua linachomoza, moshi mdogo wa kuni ukipanda na ng'ombe wanapita polepole. Lakini pia kulikuwa kunasikika sauti za ndege, mbuzi na sauti za watoto wadogo. Wanasema kabla ya mauti huja, maisha hupiga magoti mara ya mwisho, yakionekana mazuri kupita kiasi. Katikati ya kijiji walionekana watoto wadogo wanacheza bao, wanawake wanavuna mahindi, wazee wanakaa chini ya mti mkubwa. Tunamwona binti mmoja anayejulikana kwa jina la Asha, 23 years, akiwa na mtoto. Asha walikuwa wanapiga stori na mtoto za hapa na pale. Asha, leo mbona kijiji kimetulia sana? Utulivu ni baraka. Tusimwamshe Mungu. Lakini tukitoka kwa kina Asha, tunapelekwa mtoni, tunamkuta kijana ajulikanaye kwa jina la Kito akiwa pamoja na mwamba. Wanachonga mikuki. Walikuwa wakijadiliana hali ya upepo wa msitu. Walikuwa ni kama hawauelewi, huku mwingine akiwa anasema hali tulishaizoea. Mwingine akasema hapana, kuna utofauti. Msitu leo una sauti nzito. Wewe siku zote unasema hivyo, msitu ni msitu tu. Hapana, kuna misitu inaangalia watu. Tunarudi kwenye kijiji nyumbani kwa kina Amina. Amina alikuwa akicheka na kutaniana na mama yake pasipo kujua hatari iliyoko mbele yao. Amina anasema, mama, acha kuniombea ndoa kila siku. Kisha mama Amina anajibu, basi acha kuwa maskini wa roho. Kisha wote wanacheka. Lakini ghafla, punde si punde, kunasikika kilio cha mwanamke akiwa analia kwa maumivu na akiuguza maumivu pasipo kujua yametokea wapi. Huu ulikuwa ni ugonjwa wa ajabu ambao ulikuwa umevamia kijiji pasipo watu kujua. Hakuna aliyekuwa anajua dawa yake. Hakuna aliyewaza tiba itapatikana wapi. Kisha mama yule anaanguka chini bila kuchukua muda unapoumwa. Lakini baadaye pia tunamwona mwanaume mwingine mzee naye anaanguka chini kwa ugonjwa, huku mwili ukiwa unatetemeka. Macho kidogo yalikuwa yanabadilika rangi na mapovu jepesi kumtoka. Akasema kwa maumivu, hii si homa, si sumu, inasonga gizani. Waliwitwa, alichukuliwa baadaye na watu wema, akapelekwa kwa mtaalamu. Mtaalamu akaendelea kumpa matibabu ya hapa na pale, lakini ugonjwa ule ulikuwa hauna tiba pale kijijini, na ilisadikika kuwa tiba yake ilikuwa inapatikana katikati ya msitu mzito. Alikata moto. Majira ya jioni, mvua kidogo ilikuwa imeanza kunyesha. Watu walikusanyikana kwa ajili ya kuratibu ratiba za mazishi.
na walifika mwafaka wakakubaliana waizike ile miili kwa kuichoma moto, maana ilikuwa sasa imeshaanza kuwa mingi ndani. Baadaye Asha alikutana na mzee Bakari. Ni kitu kilichoamshwa. Mzee Bakari akamwambia, msitu umempa kila mmoja jukumu. Asha akauliza, na langu ni lini? Au langu ni lipi? Mzee Bakari akasema, kumbuka na kuhakikisha hawafi bure. Mzee Bakari akaamua kumkabidhi fimbo ya kiishara. Baadaye mazishi yalifanyika. Makaburi matatu mapya, kila kaburi lina jina, lina jiwe bila jina. Asha kwa sauti ya chini, majina yenu yako hai ndani yetu. Baadaye vijana walikutana, vijana wapatao 5. Tumechezea mila. Hakuna ugonjwa unaotokea bila sababu ya kisayansi. Lakini huu hauulizi elimu, unauliza sadaka. Vijana mashujaa na wapambanaji wa kijiji. Kulikuwa na Kito, Mwamba, Amina, Sadi na Asha. Sadi alisema, tumechezea mila. Kito akasema, hakuna ugonjwa unaotokea bila sababu ya kisayansi. Kisha Asha kwa utulivu akamaliza kwa kusema kwa, lakini huu hauulizi elimu, unauliza sadaka. Wote wanamwangalia. Dawa ipo. Ipo wapi? Katikati ya msitu wa mwisho, Lakini atakayeingia si lazima atoke. Mzee Bakari anaongea na vijana kwa mara ya mwisho, akiwaaga na kuwapa baraka kwa ajili ya kwenda msituni, huku watu wengi wakiwa wamekusanyikana kusikia nini atasema. Alisema, dawa ipo. Wananchi kwa pamoja wakauliza, ipo wapi? Katikati ya msitu wa mwisho, kilio cha hofu kikatawala kwenye moyo wa kila mtu. Lakini atakayeingia si lazima atoke salama. Lakini vijana Kito, Mwamba, Amina, Sadi na Asha walikuwa tayari wamekubaliana na kila kitu chochote kitakachokuwa mbele yao, basi walikuwa radhi kukikabili. Lengo ilikuwa ni kwenda kutafuta dawa katikati ya msitu ambayo waliambiwa ndio itakuja kutibu ugonjwa ambao unawasumbua na kijiji. Msitu mkubwa kwa umbali ukimeza mwanga wa jua unaonekana. Msitu ulikuwa ni msitu ambao ulikuwa hauingiliki. Msitu ambao ulikuwa ni msitu wenye wanyama hatari na viumbe vingi vya ajabu. Basi safari ilianzia hapo, safari ya vijana 5 kwenda kutafuta dawa katikati ya msitu, huku Asha akiwa amepewa fimbo ya kiishara na mzee Bakari. Mwamba ndiye alikuwa team leader wa kikosi cha watu 5. Basi hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi yetu ya msitu wa kifo, msitu wa mwisho.